Habari za saizi. Kupitia hii video nimekuwekea kozi zenye fursa nchini Tanzania, lakini kozi hizi nimezichambua kimakundi makundi. Namba moja, nikianza na kundi la kozi nzuri za ufundi ambazo zinakupa wewe backup ya kujiajiri. Namba moja, kuna welding, kuna kutengeneza AC, kuna ufundi magari, kuna ufundi bomba, kuna ufundi kompyuta au simu, kuna kozi ya urembo na mapambo pamoja na nyinginezo. Hizi kozi ni nzuri na zinakupa backup ya kujiajiri hata wewe mwenyewe. Namba mbili ni kundi la kozi za afya. Hapa naongelea kozi kama nursing, pharmacy, dentistry, medical lab pamoja na kozi nyinginezo za afya. Kwa nini nasema hizi kozi za afya bado zina fursa nchini Tanzania? Wataalamu wa afya bado kuna uhitaji mkubwa, lakini sekta ya afya haishi mahitaji. Mfano, kila siku watoto wanazaliwa, lakini namba tatu, una backup ya kupata hata kuajiriwa private, lakini mwisho bado unakuwa una option ya kujiajiri wewe mwenyewe. Mfano, unaweza kufungua hata famasi yako. Namba tatu ni kundi la business au kozi za biashara. Hapa naongelea kozi kama accountant, banking and finance, insurance, marketing, project management, procurement and supply, pamoja na kozi nyinginezo za biashara. Kwa nini nasema kundi hili au kozi hizi za business ni nzuri? Kila siku kampuni inakuwa zinahitaji wataalam wa biashara. Mfano, accountant, lakini mtu kama accountant hata shuleni anaajiriwa, sehemu mbalimbali anaajiriwa, serikalini anaweza kupata ajira, kama ni private au hospitali pia inahitaji muhasibu. Kwa hiyo kozi za biashara au kozi za business zina fursa nchini Tanzania. Namba nne ni kundi la elimu au kozi za elimu au education. Hapa naongelea masomo kama masomo ya sayansi, mwalimu wa masomo ya sayansi, mathematics, ICT education au mwalimu wa ufundi. Kwa nini naongea kozi ya elimu? Ni kozi nzuri. Walimu wa sayansi na hesabu bado kuna fursa. Hata ukikosa serikalini bado una backup ya kuajiriwa hata shule au taasisi za private. Namba tano ni kozi ya kilimo. Tambua kuwa nchi ya Tanzania ni nchi ya kilimo. Wataalamu wa kilimo bado wataendelea kuhitajika. Kwa hiyo kozi za kilimo au kozi ya kilimo ni miongoni mwa kozi nzuri ambayo naweza kumshauri kijana aweze kusoma kozi hiyo. Namba sita ni kozi za uhandisi. Mfano, civil engineering, electrical engineering, mechanical engineering, pamoja na kozi nyinginezo za uhandisi. Kwa nini nasema hivyo? Kozi ya uhandisi ina fursa nchini Tanzania. Tambua, miradi ya barabara inaongezeka kila siku. Uhitaji wa wahandisi utaendelea kuwepo tu. Kozi namba saba ni tehama na teknolojia.
mfano IT, Information Technology, Artificial Intelligence, AI, au kwa Kiswahili unaweza ukaita akili unde. Kuna cyber security, kuna software engineering, pamoja na kozi nyinginezo za tehama na teknolojia. Sasa kwa nini nasema kozi ya tehama na teknolojia ni kozi nzuri? Tambua kuwa makampuni mengi na taasisi za serikali zinaongezeka, hivyo matumizi ya mifumo ya kidijitali inaongezeka pia. Kwa hiyo hata kijana ambaye amesoma kozi hizi, hata asipoajiriwa serikalini, bado anakuwa na backup, hata anaweza akaajiriwa private. Lakini tambua kuwa matumizi ya tehama na teknolojia yanatumika sehemu mbalimbali, mfano hospitalini, mabenki. Kwa hiyo kijana aliyesoma kozi hizi za tehama na teknolojia anakuwa na backup nzuri, lakini pia anaweza kujiajiri hata yeye mwenyewe, pamoja na kozi nyinginezo. Mfano, kuna utunzaji kumbukumbu, kuna kozi ya sheria, kuna kozi ya secretarial studies, kuna kozi ya public administration, pamoja na kozi nyinginezo kama vile HR na kadhalika. Asante sana. Nikutakie kila la heri. Hivyo basi napendekeza kama kijana ukaendelea kufanya research wewe mwenyewe ili ujue kozi gani ambayo ni sahihi kwako kwa ajili ya maisha yako. Nikutakie siku njema. Usisahau kusubscribe na kushare video hii. Goodbye.